Kulikuwa na kijana mmoja aliyezaliwa na ndoto kubwa, lakini kimya kimya, ndoto ya kuacha alama duniani. Jina lake lilikuwa ni Chadwick Boseman. Alikuwa si kwa haraka, bali ni kwa subira, akijenga kipaji chake hatua kwa hatua, hadi siku moja dunia ilianza kumwona. Alipovaa vazi la kifalme katika filamu ya Black Panther, hakukuwa tu ni uigizaji, alikuwa na ishara ya matumaini, fahari na nguvu kwa mamilioni ya watu duniani. Tabasamu lake lilikuwa na uzito wa matumaini na macho yake yalizungumza zaidi ya maneno. Lakini nyuma ya panzia kulikuwa na vita kali mno. Kimya kimya, bila kulalamika, Chadwick alikuwa akipigana na ugonjwa wa saratani. Aliendelea kufanya kazi, aliendelea kuwatia moyo wengine, aliendelea kuangaza wakati mwili wake ulikuwa ukidhoofika taratibu. Hakutaka dunia imuone kama mgonjwa, alitaka imuone kama shujaa. Na kweli alikuwa ni shujaa. Siku moja habari zilikuja kama radi isiyotegemewa: Chadwick ameaga dunia. Dunia ilisimama kwa sekunde, machozi yakawa lugha ya pamoja. Watu walijiuliza, inawezekanaje mtu aliyekuwa anatoa nguvu kwa wengine, yeye mwenyewe alikuwa akipigana vita yake peke yake? Lakini hapo ndipo uzuri wa hadithi yake ulipo. Hakuishi maisha marefu sana, lakini aliishi maisha yenye maana kubwa sana. Alifundisha bila kusema, alipenda bila masharti, alipigana bila kujionyesha. Na hata hivyo, alipofunga macho yake ya mwisho, hakuondoka kweli, kwa sababu mashujaa wa kweli hawaishi kwa muda tu, wanaishi milele kwenye mioyo ya watu. Na hadi leo jina lake bado linasikika, hadithi yake bado inaishi. Chadwick Boseman hakuishia tu kufa, aligeuka kuwa kumbukumbu isiyofutika.